Mwaka 1978 kulipelekwa muswada bungeni katika bunge la Marekani, yani Congress, na ukapitishwa kuanzisha kitu kinachoitwa 401 au 401k, ambapo watu wengi walidhani kwamba hii itakuwa ni njia mojawapo ya kuweza kutimiza ndoto ya Marekani, yani American Dream. Lakini tatizo ni kwamba hii hapa imekuja kuwa ni kitu ambacho kinavunja ndoto za watu wengi. Baada ya miaka mingi, mtu anadhani kwamba amewekeza kwa niaba ya kwenda kustaafu, lakini akifika kule mwisho anakuja kushangazwa, anakuja kubaki na machozi. Kila alichokitarajia kwamba kitakuwa ndio maisha yake ya kuja kustaafu yanakuwa ni magumu. Matokeo yake unakuta kwamba kama mtu alitarajia astaafu miaka 65, inabidi aendelee, kwa sababu ni kwamba hela iliyoko kule ni tofauti na alivyodhania. Sasa leo tunakuja kuangalia kiundani hii 401k ni nini, na ni kwa nini hii 401k imekuwa ni sehemu mojawapo, sio tu kwa watu walioko Marekani kwa ujumla kama wazawa, lakini hii kwa sisi kama wakuja, yani ambao ni immigrants, wahamiaji hapa Marekani, imekuwa ni tatizo kubwa mno, kwa sababu wengi wetu tunakuja hapa tunadhania maisha ya hapa ni mifumo ya nchi tulizotoka, lakini unavyokuja hiyo 401k unakuja kuifahamu, unafahamu tofauti na ilivyo. Matokeo yake unakuja kushangazwa katika mazingira ambayo hayaeleweki. Kwa naomba unisikilize kwa makini sana, na hasa kama wewe uko Marekani, kwa sababu hii ni system ya Marekani ambayo naamini kabisa itakuwa na msaada mkubwa sana kwako. Sasa tuanze. Hii 401k ni kitu gani? Kabla tujaenda kuangalia 401k ni kitu gani, tuangalie vitu vikubwa vitatu, kwamba ni njia zipi ambazo unaweza kutumia kukuza hela yako. Hapa tunaangalia njia kubwa tatu. Njia ya kwanza inaitwa hii fixed, njia ya pili inaitwa ni variable, njia ya tatu inaitwa ni index. Kwa kuangalia tu hapa haraka haraka, watu wengi wanaweza kusema bwana, mimi nataka kukuza hela yangu katika sehemu fulani, lakini nitapitia tu kwa haraka haraka uweze kujua hizo njia tatu tofauti yake ni nini, ili tuangalie, je, hiyo 401k yako ina fall katika kategori gani? Kwa sababu wewe unaamini kwamba hii njia nayoenda kuitumia itakuja kukuza hela yangu nikija kustaafu. Je, wakati nimeweka hiyo picha hapo mbele, wewe unadhani utaweka hela yako wapi? Sasa ukiangalia njia ya kwanza hapo tunasema ni fixed, yes, hii njia ni kwamba inakupa guarantee kwamba hela yako itakuwa ukiiweka humo ndani. Lakini kama unavyoona huu mstari ulivyo, huu mstari upo karibu na nini? Na hapa mstari wa chini kabisa. Maana yake ni kwamba inakuwa kwa wastani mdogo sana. Hiyo ndio njia ya kwanza. Njia hii hapa ambayo ya kwanza hii hapa, unapata asilimia ndogo sana ya interest moja mara kwa mara, inakuwa ni 0.1, 0.2 katika mazingira yale pale. Njia ya pili inaitwa ni variable. Njia hii kama unavyoona inakwenda juu na kushuka chini, kwenda juu na kushuka chini. Maana yake ni kwamba unaweza kuwa na dola 500 hapa, baadaye hiyo 500 ikakua ikaja kuwa 5,000, lakini ikashuka ikaja kuwa 2,000, ikaenda ikaja kuwa 50,000, ikashuka ikaja kuwa 10,000, ikaenda ikaja 12,000, ikaja ikashuka ikaja kuwa 9,000, ikaenda kuwa 11,000 whatever, ikaja ikashuka tena hapa, ikaenda mpaka 100,000, ikashuka mpaka kuja kuwa 3,000. Kwa unaweza ukaja katika kipindi fulani ukapata mpaka 100,000, lakini baadaye ikaanguka. Kwa nini inapanda na kushuka? Kwa sababu ya soko la hisa. Hii hapa inakuwa inaongozwa na soko, inakuwa determined and market economy ndio inayoamua. Kumbuka kwamba huu ni mfumo wa kibepari, market economy ndio inayoongoza kila kitu. Katika mazingira hayo hapo sasa, kama soko ndio linaongoza, ukisikia kwamba bwana leo Tesla share zake zimeshuka, maana yake umepoteza hela kiasi fulani, au unakuja umeongeza hela kiasi fulani. Hiyo ndiyo njia ya variable. Njia ya index yenyewe ni mchanganyiko wa fixed na variable. Ni mchanganyiko kwa sababu gani? Kwa sababu moja inakuwa na fixed element, kwamba hii hapa yenyewe haianguki kamwe.
Na kitu cha pili ni kwamba inakuwa kwenye market economy unaweza ukapanda mpaka 100,000, lakini wakati hao wanaanguka chini, wewe huanguki, wanakuwekea kufuli fulani, wanailock account yako. Maanake ni kwamba wewe utakuwa unakwenda juu, wao wengine wanaanguka chini, wewe unawekewa kufuli, unanata, unabaki pale pale juu. Kwa lugha nyingine, tuchukulie kwa mfano watu ambao kenda kwenye kampuni kubwa wanakuwa tunaziita ni automatic generator. Umeme ukikatika, tunapotokea katika nchi za Afrika, kwa umeme ukikatika tu within that second generator automatic inajiwasha yenyewe. Ndio hii hapo. Kwa hii hapa ni kwamba ni automatic generator, kwamba wakati wanataka kuanguka wewe unajilock hapa. Maana yake ni kwamba hapa unapata advantage kubwa mbili. Moja, akaunti yako haito lose hela hata siku moja, lakini mbili, akaunti yako hiyo hapo itakuwa inapata interest kubwa kama ya kwenye variable, lakini with the benefit kwamba huto lose hela. Lakini hii system ni kwamba tatizo lake ni hili hapa. Tuje kuzielezea hizi mbili kwa haraka. Kwa watu ambao wanataka kufahamu kwa haraka ni kwamba tuchukue kwa mfano ni mshabiki wa mpira wa miguu. Katika mshabiki wa mpira wa miguu, timu ya Ureno, Portugal inacheza na Spain au inacheza na Netherlands. Wewe unaenda kubeti kwamba mimi naweka hapa $1,000. Nikishinda, timu yangu naoishabikia ikishinda, yani Ureno ikishinda, mimi napata $2,000. Ila Ureno ikifungwa, manake mkeka umechanika, umelose. Kwa ana ile 1,000 yako ulikuwa umeiweka pale mwanzo, umepoteza. Hiyo ndio inaitwa variable. Hii hapa index ni kwamba mimi nasema kwamba inacheza Ureno, inacheza dhidi ya Spain au Netherlands. Ureno ikishinda, napata $2,000. Ila Ureno ikifungwa, nabaki na hela yangu mimi, siluzi ile hela ile mwanzo wangu wa mtaji. Ndio hii hapa. Au kwa lugha nyingine ni kwamba wewe umeenda kuomba visa balozi wa Marekani. Sasa hivi balozi wa Marekani ukiomba visa unakuwa umebeti katika mazingira haya hapa kwamba mimi nikiomba nimelipa $185 katika visa kutembea. Endapo nimeenda pale nikipata visa, manake nimepata faida kubwa zaidi ya $185. Nimeweza kuja Marekani, nimetimiza malengo yangu, kuja kutembea, kuja shule, kuja kufanya nini. Lakini nikikosa visa, manake na hela yangu nimepoteza, sirudishiwi hela yangu. Lakini index ni kwamba nimeenda kwenye ubalozi wa Marekani kuomba visa, nimelipa $185. Nikifika pale nikipata visa, manake nimepata faida zaidi ya $185. Nikinyimwa visa, wanakurudishia hela yako. Hiyo ndio index. Sasa wewe utaweka hela yako wapi? Obvious utakuja kubeti hela yako hapa kwenye account ya, tunasema kwamba ambao ndio index account. Ambao index account kama nilivyozungumza, yenyewe ni guarantee hutokuja kuruzi hela. Lakini changamoto kubwa ni kwamba wewe hela yako unayoamini kwamba ni kustaafu, hela yako wewe unaamini kwamba hii ndio retirement account yangu. Tutakuja kuangalia hiyo retirement ambayo unasema kwamba hiyo ni 401k, yenyewe inakuja kuwekwa hapa kwenye variable na badala ya kuwekwa kwenye index account. Maanake kama ukiweka hela yako kwenye variable, kuna walakini unaweza ukapata, unaweza ukakosa, maanake umebeti. Sasa swala sio kwamba ni kosa kuweka hela pale. Swala ni kwamba, je, upo tayari kuruzi hela? Hicho kitu kikubwa cha kwanza. Kwa sababu wewe umekwenda kubeti. Kubeti kuna kupata na kukosa, lakini beti uliweka pale, ukikosa umeruzi, una deduct hela. Tofauti kama ungebeti kupitia index kwamba mimi nikibeti no matter what mimi nimeshinda. Ndio yule Mandonga Mtukazi, yule mpiganaji wa Tanzania, anakuambia kwamba mimi nikikupiga nimekupiga, wewe ukinipiga mimi nimekupiga vile vile. Maana yake ni nini? All the time mimi nashinda, I'm winning all the time. Sasa hiyo 401k inaweka kwenye variable. Huwa mtu anakuambia bwana, mbona mimi sio tatizo, mimi mbona kuna nani hela yangu, au Buffett ameweka hela yake kwenye index ya nani, kwenye variable. Amenunua stock, ananayo. Elon Musk mwenyewe ana stocks. Sikatai wanaweka. Anaweka kiasi gani? Elon Musk ana dola 375, tuchukulie mfano, billions. Ameweka huku bilioni 1 au bilioni 2 au bilioni 3 au bilioni 5. Bilioni 3, bilioni 5 kwa Elon Musk kuwepo kwenye stock. Yeye hata kama kiluzi bilioni 1, ana bilioni 375. Kwake yeye
is okay to lose dola bilioni 1, hana tatizo. Ni kama vile mimi niweke pa dola 1000 nikiruhusu dola 10 siumii, ila siwezi kusema kwamba mimi mshahara wangu ni dola 5000 afu 5000 yangu yote nikaende kuibeti hapa. Siwezi tenda kubeti dola 5. Kwa hiyo hata Warren Buffett, Elon Musk wanaweka hela hapa, lakini wanaweka ni very small amount which they can afford to lose, lakini majority of hela yao iko hapa. Na sio tu wenyewe, makampuni makubwa yote Marekani yanaweka hela zake wapi? Yanaweka hela zake kwenye index account. Ndipo anachofanya hicho kitu. Sasa cha kuzingatia ni kwamba kuhakikisha kwamba unaweka hela kwenye account ambayo tunasema hiyo ni index. Makampuni yanaweka hela huko. Mfano mojawapo ni huu hapa. Hii hapa ni tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2024. Maana yake ni nini? Ni mwisho wa fiscal year ya mwaka 2024 kuingia 2025. Lakini tukiamua tuje mwaka 2025, the first quarter mwaka 2025 ni hii hapa, ambayo tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2025. Hii wanaonyesha kwamba mabenki yote ya Marekani yanaweka hela zake wapi. Wewe ukiweka hela benki, na wenyewe ndio kuiweka wapi? Wenyewe sio wajinga, wanaweka hela sehemu ambayo wanajua hawawezi kuruzi hela. Wanaweka sehemu ambayo kwamba watapata interest kubwa, sio kwenye fixed, ambao wanaweka katika sehemu wanapata asilimia kubwa ambayo hawawezi kuruzi ile hela. Wanaweka wapi? Katika Index Universal Life Insurance, ambao tunasema hapa ni insurance assets. Angalia kwa mfano, Bank of America imeweka dola bilioni 24,380. Morgan Chase Bank bilioni 12.6. 11 point ngapi? PNC, US Bank. Unaona, wanaweka asset zao wapi? Wanaweka asset zao katika sehemu ambazo wanajua kwamba hawawezi kuruzi hela, ila smaller percentage ndio nawekwa hapa. Kwa wewe ni kwamba unaweka hela yako hapa, ambao unasema kwamba mimi nikija kustaafu naweka hela yangu hapa. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba siku unakuja kustaafu hiyo hela haipo kule, unabaki unalia. Hicho ni kitu cha kuzingatia sana, kwamba haya maisha lazima unapokwenda kuweka hela sehemu iwe sehemu gani. Kwa unapoenda kuweka hiyo, unasema ni 401k, hiyo hela wewe unachangia asilimia fulani na mwajiri ana machi asilimia fulani. Mara kwa mara mwajiri anaweka mpaka 6%, hazidisha 6%, waajiri wengi. Hiyo system kwa watu wanatoka East Africa ndio National Social Security Fund, NSSF. Lakini NSSF kwa mfano ya Tanzania au ya Kenya au ya hizi nchi za Kiafrika ni kwamba haiingizwi kwenye stock market, kwamba yes unaweka ile hela wakimacho ile utaikuta, japo itakuwa una masuala inflation haitakuwa nzuri, lakini huku wanaingiza ili iweze kukua. Lakini kiweka mle ndani ni kwamba kuna changamoto zake. Unaweza kaniambia kwamba bwana, mimi nikiweka huko ndani ile kipanda juu sinaweza nikaitoa nikabaki nayo. Hujui masharti ya hiyo 401k my friend. Masharti yake ni kwamba huwezi kuitoa ile hela kabla hujafikisha miaka 59 na nusu. Wewe ni immigrant, umekuja Marekani hapo na miaka 25, umekuja na miaka 30. Maana yake ni kwamba huwezi kuitoa ile hela mpaka ufikishe miaka 59 na nusu. Kwa hata kama ikiwa hela imefika juu kiasi gani, unasema bora kuichomoa ile hela, huwezi. Inabidi uiache mpaka ufike miaka 59 na nusu. Kwa humo ndani utapigwa mishale mingi sana. Hela itakuwa inaenda juu na kushuka chini. Roller coaster hiyo. Unajikuta kwamba umeanza na 5,000, kuna kipindi ulifika mpaka 300,000, umerudi kwa 100,000, ukatafikisha miaka 59 na nusu. Hakuna guarantee kwamba ile hela siku ile inakuja pale inaweza kaja kwa kiasi gani. Sasa tufanye kitu kimoja ambacho ni cha msingi, tuangalie mfano dhahiri wa 401k mwaka 2008 kilichotokea. The effects of the current economic crisis have touched everyone, even if you still have a good job. Hii hapa ni 60 minutes ambao ni documentary yao kawaida. Wanaonesha kilichotokea mwaka 2008. Tuanze kukipitia haraka. The effects of the current economic crisis have touched everyone. Even if you still have a good job and a paid up mortgage, chances are your monthly 401k statement
will remind you that you've lost a good chunk of your savings. Trillions of dollars have evaporated from those accounts that have become the prime source of retirement funds for a majority of American workers, affecting their psyche and their future. If you're still young enough, there's time to rebuild and recover. But if you're in your 50s or 60s Game or over. beyond, the consequences can be dire. Yeah. And it's drawing attention to the shortcomings of a retirement system that's jeopardized the financial security of tens of millions of people. It was a gray, chilly morning in Midtown Manhattan, and a line of unemployed, mostly white-collar workers stretched for blocks around the Radisson Hotel. More than 1,000 middle managers, stockbrokers, consultants, secretaries, and receptionists had come here hoping to find a job. If you are just arriving, please step this way. Good morning, Saini. It was called a career fair, but there was no merriment here, only a whiff of desperation. Do you have any openings in the IT industry? Many of these people had been out of work for months and burned through their liquid assets, their future even bleaker than the present. Alan Weir, who turned 60 this month, showed us his latest 401k statement, which he hadn't had the courage to open up. I'm afraid. Na miaka 60. You're going to open it now? You want me to? Let's do it. There's good reason for his trepidation. Nearly half of his life savings have vanished in a matter of months. It went down again. Ngoja turudi hapa nyuma kidogo uone alivyoanguka. It went down again. Unaona imekuja hapa, imeenda juu, imeporomoka tena chini mpaka hapa. Kwa hiyo angetoa hela hapa, lakini ni kwamba 401k ina masharti, uweze kutoa hela anytime unajisikia. Katimiza miaka 60. Kwa hiyo unaonekana kwamba ni aje kabla hajafikisha miaka, wakati amesema na nusu, tayari gurudumu liko ndio linaanza kuanguka huko. Wakana subiria, una beti ngoja itapanda juu. How much you down overall? About $140,000. Ameluzi $140,000. $140,000 ndio ameluzi. That's a lot of money in your retirement. Tuangalie, je, anaweza kastaafu sasa? You think you'll ever get it back? I would probably never see it come back. I was looking to retire probably when I hit 62. I can't do it now. I'll probably be working until I'm at least 70. I'm a Microsoft Office diva. Until she lost her job, Kathleen Coleman had spent nearly 30 years working as an executive assistant on Wall Street. She doesn't have much to show for it. Tell me about your 401k. Does this answer the question? This is Sasa huyu dada au huyu mama amefanya kazi miaka 30. Miaka 30 amefanya kazi. Ana miaka 54. Kwa kama ni miaka 54, hana uwezo kutoa ile hela mpaka ifike miaka 59 na nusu. Ukitoa hiyo hela before, wanakupunish almost, unaweza kuruzi nearby half of the money you have. So, angalia hapa ilivyotokea. Imeenda juu, iko katika peak hapa, then ikaanza kuporomoka. Unaona? Imeporomoka dhidi ya ile alichoanzia yeye kwanza kukiweka. Hicho ndio kilichotokea. is what it was in 2005, 2007. You're down below 2005. Right. Another one went down almost $40,000. One was 88,000, and then it went down to like 50. How old are you? 54, and I live alone. Miaka 54. Hawezi kutoa hela yake. Ndio maana kwamba gudumu linaenda kama lilivyo. Kwa hiyo ni kwamba ni nini? Kama hii hapa inamkuta mti mbichi, ndio huyu hapa ambaye yeye anaishi hapa, anajua kidogo hii system kidogo. Wewe kitakukuta ni nini ambao umekuja hapa na unaamini kwamba hii hapa ni kama tu ya NSSF ya Afrika, bla 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 bla. Mimi retirement ikifika hapa nakusanya hela yangu naenda kuishi Afrika. Unakuja muda kustaafu, hiyo hela haipo. Sasa twende kuangalia, je, hiyo nani ilianzishwa na nani? Hii system ilianzishwaje? Hii system ilianzishwa na mtu mmoja, ndio alikuja kuidesign, akaanza kuimplement yeye kwenye kampuni yake. Baadaye hiyo system ikaja kuwa adopted na serikali. Ted Benner, huyu jamaa, na ndio anaitoka kama the father of 401k. Huyu Ted Benner ambaye alikuja kuianzisha hii program, ye mwenyewe anakwambia anajuta kwa nini alianzisha, na anaita kwamba his creation
kwamba I created a monster bila kujua kama ame created a monster. Kwa nini sasa hiyo ni created the monster? Kwa tumeona kwamba huu ndio tatizo liko hapa. Hiyo kama retirement ingekuwa wakaweka huku ingekuwa na nafuu. Sasa yeye wakati huyu mtu ana create hii program alianzisha kitu sio kwa niaba ya retirement. Alianzisha kitu akisema kwamba kuna watu ambao hawana uwezo wa kusave hata kidogo, ambao wanaita ni spenders. So the purpose was to turn spenders into savers, kwamba yule mtu ana spend too much, basi akifika muda wa kustaafu awe na kiinua mgongo, sio awe na retirement, kitu kidogo cha kumsaidia asije akafa kwa kuwa na zero. That was the purpose. Na alivyoanza hiyo program akaanzisha kwenye kampuni yake yeye. Sasa hiyo alivyoanzisha kwamba wewe ukiweka kiasi fulani na uchangia kiasi fulani, kipindi hicho ni kwamba mwaka mzima contribution ulikuwa ukiweka ni kwamba kulikuwa kuna $10 mpaka $20 ambayo ilikuwa ndio fee ya kusaidia kukupigia mahesabu kama accountant na vitu vidogo vidogo kupitia kampuni yake. Alafu fees zobaki zote kubwa kampuni yake ilikuwa inalipa. Hivyo ndio ilivyoanzishwa. Sasa alivyoanzisha yeye alidevelop kupitia mwaka, kulikuwa kuna sheria ya kodi ya mwaka 1978. Yeye akaangalia sheria ya kodi ndio akaimodify kuja kuwa kitu ambacho anakipenda kwenye kampuni yake. Lakini sasa alivyokuja kukiimplement kile kitu kwake ni kwamba serikali ikachukua ikaenda kukitengeneza hicho kitu mwaka wa 78. Walifanyaje serikali? Kwamba inasema kwamba the 401k politically was the fluke. The original legislation was only a page and a half long. It was enacted in 1978 and it became effective on January 1980. That plan was not designed to what it is today. Haikuwa designed kwa sababu ile pale. Was not designed as a retirement. Sasa turudi nyuma kidogo kwenye siasa. Mwaka 78, who was the president of the United States of America? Alikuwa ni Jimmy Carter. Yes, ana mazuri yake, hatukatai. Lakini Jimmy Carter alifanya mambo yafuatayo ambayo ni landmark, ambayo yanakuja kuathiri sasa hivi. Mojawapo, Panama Canal ambao ulijengwa na serikali ya Marekani kwa over 50, I don't know how many millions walitumia, na kulikuwa kuna wafanyakazi zaidi ya 3,000 waliokufa, ambao ilikuwa inakuwa on na United States. Mwaka 78, around that time, wakati ni rais akaipa Panama serikali kwa $1. Alafu Panama ikaanza kuwachaji Marekani double the amount kutumia kanali yao. Alafu amewapa China kumchaji Marekani zaidi tena. Ndio mpaka Trump alipoingia amerudisha Panama Canal kuwa original malengo yake ile pale. Na sio tumetengeneza hii hapa. Sio wewe kuja kutushaji sidabu alafu Mchina unampa hela ndogo, hizi ndio mali yetu. Otherwise tunaendelea kuimiliki. Mwaka 79 Jimmy Carter alianzisha Department of Education. Kama ni mgeni wa serikali sasa ya Marekani unasema mbona kitu cha kawaida, mbona kila nchi ina wizara ya elimu? Department of Education, kumbuka education in America is not a federal issue. Education in America is a state issue. Mpaka kufikia miaka ile pale elimu ya shule ya msingi yani elementary up to high school ilikuwa ni nzuri sana Marekani. Baada ya kuanzisha ile system, hela nyingi badala ya kuwa inaenda kwenye state level, hela nyingi kabaki inatumika Washington DC kwa bureaucrats ambao ni wafanyakazi wa federal. Na kile kwenye state unafanya kazi wa federal wanalipwa kuja na mambo ambayo hayana maana. Alipotoka rais alikuja na Ronald Reagan alivyoingia kwa rais alisema nataka kuifuta Department of Education airudishe kwenye state. Hela hiyo inakuja kwenye state huko wanapokuwepo ndio wanajua maisha yao then wafanye wenyewe. Bahati mbaya sasa wengi wanazungumza hawafanyi vitendo. Trump ndio ametangaza rasmi anaifuta na yuko na pesa kuifuta, kuirudisha hela yote iende kwenye state level.
Sasa kitu kingine kilichoanzishwa ilikuwa ni hii hapa 401k. Sasa hii 401k ambayo ilikuja kuanzishwa, unaambiwa kwamba jiulize kama hii ni retirement kweli, inakuja kusaidia Wamarekani kweli katika maisha yao, kwamba hii ndio the entire future. Kwa nini entire bill iliyopelekwa kule baadaye kuna mapeji zaidi ya 1000 au 500 mia ngapi, is just 1 page and a half, kuonesha this was not a serious issue. Hii hapa ndio bill yenyewe, Revenue Act of 1978, ambayo ilikuja kuanzisha 401k. Ukiangalia is just boom, imeisha tayari hapo, hamna namba mengi, boom, 1 page and a half, imeisha. Wakati sasa hivi kusema kwamba bili ya kusema kwamba tuondoe tu sukari kwenye Coca-Cola, boom, ni bonge la dude. Lakini if this is very important, kwa nini 1 page and a half? Kwa hiyo design haikuwa ile pale. Sasa hicho ni kitu kingine cha msingi. Tukitoka hapo twende kuangalia baadhi ya vitu ambavyo ni vibaya ndani ya hiyo program. Tumeona kitu cha kwanza, huwezi kuaccess hiyo hela yako mpaka miaka 59 na nusu. Wakati unasubiria hiyo miaka 59 na nusu mpaka ifike, hela inakuwa inapanda na kushuka, inapanda na kushuka, inapanda na kushuka kutokana na ile market economy. Lakini sasa kama inategemea na kupanda na kushuka, inaenda kupanda na kushuka, wewe unajikuta ni kwamba huna uwezo wa kucontrol. Sasa tuchukue mfano moja mdogo. Mwaka 2021 kulikuwa kuna Euro 2020, japokuwa inaitwa Euro 2020, ilichezwa 2021. Kuna tukio lilotokea hapa. Tukio hili ni lipi? Ni tukio ambalo Cristiano Ronaldo hanywi soda, hanywi pombe. Amefika pale, kuna soda ziko hapa mezani. Akifanya bango yako kwenye nyuma, akakuleka pale mbele. Amechukua machupa mbili za Coca-Cola akasogeza pembeni. Unaona? Sekunde 17 akanyanyua maji, akasema agua. Agua ni maji in Portuguese, agua ni maji in Spanish. Sasa kama ni hivyo, ile tukio lilikuwa lina impact gani katika hii dunia? Ilikuwa na impact gani? Coca-Cola ili lose dola bilioni 4 within few hours. Few hours, Coca-Cola ili lose $4 billion. Useme jamaa anaongea sana, twende kwenye actual information. Cristiano Ronaldo gesture cost Coca-Cola $4 billion. Lile tukio ndio hilo hapo. Wanalielezea lilivyotokea na wanalionyesha ilivyodondoka hapa. Hiyo ndio kilichotokea. Bilioni ziliondoka hapa. Alafu ndio bado unaweza kupata taratibu. Sasa kama bilioni zimedondoka hapo, wewe retirement yako ndio imedondoka. That's how it is. Ko una chance ya kuruzi hela. You cannot control wewe kama wewe. Kauli ya mtu mmoja, gesture moja Cristiano Ronaldo kumove to ile pale imeanguka. That's how it is. Kutokana kile kitu kama cha namna ile pale, inabidi sasa kuwe kuna hela ya kumlipa mtu, inaitwa management fee. Kwa hii hapa sio kwamba tunakuwa nayo tu basi kwamba inajiendea. Kuna fees zipo ambazo zinakatwa. Ukiangalia hii hapa ni website ya departmentoflabor.gov. Ukiangalia hapa juu ni DOL, departmentoflabor.gov. A look at 401k plan fees. Wanakuonesha kwamba what the fees are there. Twende haraka tusome. Hii ni document ya serikali. Tatizo watu wengi hatusomi hivi vitu. Kwa sababu walipoanzisha 401k ilikuja kuondoa kitu kinachoitwa the Employee Retirement Income Security Act, ERISA. Iliondolewa.
ambayo ilikuwa ndio retirement kipindi hicho, wakaanzisha 401k. Why consider fees? Kwa nini serikali yenyewe inakwambia why you should consider hizi fees? Inakwambia mambo yafuatayo. In a 401k plan, your account balance will determine the amount of retirement income you receive from the plan, while contributions to your account and earnings on your investment will increase your retirement income. Yes, it will increase. Sawa. Lakini nakwambia hizi fees and expenses paid by your plan may substantially reduce the growth of your account, which will reduce your retirement income. Hii sentensi ni muhimu sana katika maisha yako. Wewe unaona kwamba dumbukiza kiasi fulani, ni kwamba kuna fees and expenses. Tuchukulie mfano, nakupa mfano. Assume that you are an employee with 35 years until retirement, and the current 401k balance yako ni $25,000. Sasa, if returns on investment in your account over the next 35 years ni 7%, and the fees and expenses reduce your ile pale by 0.5%, kwamba kama unapata 7% ya interest kila mwaka for the next 35 years, lakini zile fees and expenses zita reduce your return by 0.5%, your balance will grow. Kama tukichukulia miaka 35 kwa 7%, itakuja kuwa $227,000 at retirement age. But even if no further contribution is in your account, hii ni guarantee letter kuwepo, lakini anakuambia kwamba if the fees and the expenses zitakuwa tu ni 1.5%, just fees wanasema ni 1.5%, nitakupa exact number ni ngapi, 1.5%. However, your account will grow only $163,000. Maana yake ni nini? The 1% difference, 1.5% difference in the fees and expenses itapunguza retirement yako kwa 28%. Sasa hapa amekwambia kwamba endapo akitumia tu ni 1.5% kama ndio fees. But guess what? The fees, tutakula management fees, is not 1.5%. It is 2% up to 2.75%. So the amount unakuwa nayo na hiyo 2.57%, 2.0 mpaka 2.75%, hiyo percent haiangalii kwamba umepata faida, haiangalii umepata hasara. The money should be paid. Someone should be paid to look kwamba Cristiano Ronaldo leo amekunywa soda, hajanywa soda. Ndiyo maana kwamba Euro ilivyochezwa 2021, Euro iliyopita, Coca-Cola walijua Ronaldo yupo, waliondoa chupa lao ya maji pale, chupa yao ya Coca-Cola pale, ikabidi wenyewe mabango waweke kwenye ukuta na wenyewe kama watu wengine. So you have to know hicho kitu kinakuaje. Kwa hii hapo inakuja kuondoa ndoto za watu wengi. Unadhani una hela at retirement, but the money is not there. Unanipata paka pale? Hiyo ndio changamoto mkubwa inakuja katika 401k. Kwa hiyo aliyetengeneza anakiri kwamba I created a monster. Kwa nini? Tutakuja kuangalia. Kwa nini anasema ali create a monster? Kwa sababu anasema hivi, originally the 401k ilikuwa inachukua $10 mpaka $20 kama ni fee per year. Na ile pale $10 mpaka $20 anayelipa alikuwa ni employer, sio employee. Lakini huyu jamaa ambaye alianzisha alienda kupewa consultation, anaenda kufanya consultation Fidelity na Vanguard. Alivyotoka kuongea nao, majamaa akasema, bwana, this is something you should make available to all your participants, blah blah blah. Wakabadilisha game kwamba hii tukisema sisi tulipe hiyo $10, $20 itatukosti sisi, we'll lose money, so we want to pay less money. So to pay less money, hiyo hapo ikabadilishwa, itakuwa analipa ni nani? Atakuwa analipa employee. That is when it changed. Kwa ni kwamba now the participants should pay.
kwa sababu employer hata kuluzi hela, hata kutumia extra. Kwa ni jukumu lako wewe kuangalia na kuwaje. Sasa kama umeona hicho ndio kitu kinakuja kutokea, kama umeona hicho kitu ndicho ambacho kinapelekea hasara kubwa, what should you do? You have to find a way ya kubadilika. You have to find a way kuangalia wapi nitaweka hela yangu iwe na guarantee ya kuto kuluzi. Sasa mimi namshauri mtu kitu kimoja. Kama wewe mwajiri anasema kwamba mimi nitachangia 6%, whether umecontribute wewe au hujacontribute mimi, mwache mwajiri aweke ile 6% mle ndani, kwa sababu sio ya kwako, amekuwekea mle ndani. Don't yale ambayo lazima atailipa ile pale. Wewe hela yako usidumbukize mle ndani. Kwa nini? Ile hela ambayo iko mle ndani ukiweka mle ndani sio determined, kwa sababu unaweza kailuzi kwa namna ile pale, utalipa fees ile pale. Lakini kitu kingine ni kwamba ile hela ambayo umeweka huko ndani sio guarantee, kwa sababu haiko katika index account. Kwa kinachotakiwa ni nini? Weka hela kwenye index account. Kwa hiyo inabidi wewe fungua a separate retirement account, ambayo separate retirement account ni lazima iwe inakupa vile vile sio tu 7, 8, 9, 10%, 12, 15%. Inakupa hiyo percent, lakini hiyo percent iwe ambayo ni compounding ile pale. Unaona nimeintroduce kitu kipi hapo? Kitu kipi ni kipi? Ni compound interest. Compound interest ni nini? Kwa haraka twende kwenye Kiingereza cha kawaida. What is a compound word? Compound word ni kwamba unapochukua maneno mawili umejoin together, ndiyo compound word. Two things join together make another one, that's a compound word. So what if is compound interest? So ni two interest, boom boom boom, ndio hiyo hapo. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba unapochukua interest 1, interest 2 ukizijoin ndio inakuja kama inakuwa interest zaidi, ambayo tunaita ni kwamba yani kwa layman language tunasema kwamba ni double interest, lakini technicality tunasema ni interest on interest. That's compound interest. Sasa hiyo hapo ni kitu cha msingi sana, na ndio maana sasa hivi ninavyozungumza na wewe niko naandika kitabu ambacho kinachoitwa Money That Works While You Sleep, The Science of Compound Interest and Why It is the Ultimate Wealth Strategy for Every American. Lazima ujue hiyo compound interest ni nini. What is the science behind it? That is going to separate you from being well off, rich, whatever it is, na kuvunja ndoto zako zote. Let's give an example. Sasa mfano kama ufuatao. Albert Einstein tunamfahamu kama ni mtaalamu wa mambo ya kisayansi. Yeye akasema kwamba kuna maajabu 7 ya dunia, lakini kama kuna ajabu la 8 la dunia, ajabu lile linabidi liwe ni compound interest. Akasema kwamba yule ambaye anaelewa compound interest ni nini na akaiapply kwa faida yake yeye, mtu huyo atanufaika maradufu. Na yule ambaye hajui compound interest ni nini, au anajua compound interest ni nini lakini hatoiapply kwa faida yake, ataishia kuilipa, ataishia kuwa victim. Hichi ndicho nachokisema. Maana yake ni nini? Yule ambaye amefanya hicho kitu, he who understands it. Compound interest is the 8th wonder of the world. He who understands it is going to earn it, and he who doesn't is going to pay for it.
Ndiyo maana wewe ukichukua mkopo credit card, ukichukua mkopo wa gari auto loan, ukichukua mkopo wa nyumba mortgage, ukichukua mkopo sijui wa shule nani tuition, mambo ya loan ya shule, wanatumia formula ya compound interest. Wakitumia compound interest, maana yake ni kwamba wewe unakuja kuilipa 2 times. Kwa ni jukumu lako wewe kuhakikisha kwamba unakwenda kupata account ambayo unakuja kunufaika, kwa sababu usipoenda ukatafuta mjinga mwenzako ukampiga na wewe ukapata compound interest, guess what, the financial institution watakuja kupata compound interest on you. Sasa twende kwenye mfano dhahiri uweze kuona ninachokizungumza ni kipi. Tuchukulie mfano, umechukua mkopo wa nyumba wa dola 500,000. Mkopo wa nyumba wa dola 500,000. Unasema kwamba bwana, mimi sasa hivi mambo yangu yamekaa vizuri, American dream ni kumiliki nyumba. Well and good. Lakini sasa kama American dream ndio hiyo, huu ni mwaka wangu, umeanza mwaka, ukachukua mkopo wa miaka 30 wa nyumba na ukapewa interest rate ambayo ni interest ya 7%. Huambiwi ni nini, lakini interest ya 7% technically ni compound interest of 7%. Sasa hii hapo unaambiwa kwamba utakuwa unalipa kwa mwezi $3,326 kwa hiyo mortgage. Sasa niambie hapa, wewe kama hiyo ndio unataka ulipe kwa miaka 30, utakuja kulipa kiasi gani? Miaka 30 utakuja kulipa $1,197,546. Imepungua tu $2,000 hapo kutumia $1.2 million. Manake ni nini? Manake ni kwamba umekopa 500,000. Hii hapa 500,000 uliokopa. Umekopa 500,000, utarudisha $500,000 yao, then utachukua interest ya almost $700,000 utawapa na wenyewe. Because you don't understand what is compound interest is, then the financial institutions, they are going to put compound interest on you, you become the victim. Kwa hiyo na wewe tafuta mjinga mwenzako, mpige compound interest na wewe. Nenda tafuta sehemu ambayo unafungua account ambayo ina compound interest, lakini sio compound interest tu, lakini ambayo ni account ambayo ni index account. Hicho ndio unataka kufanya ni hicho. Lakini kama immigrant tukifika hapa hatuwazi hayo. Ukishaambia tu bwana, mwajiri wako anakupa kiasi fulani, no, hii ni kama NSSF, nikija kustafu nakula dola fulani, dola 200,000, nikimaliza hiyo hapo ni milioni 500 na ngapi za Kiafrika, sio kama Tanzania au kama nenda Kenya ni dola. Piga mahesabu yako yote, at the end you might find it you lose a lot of money. Kwa hiyo kinachofanyika ni nini? Ni kuhakikisha kwamba unakuwa na nani account ya namna ile pale. Sasa hivi ni vitu vya kuvizingatia sana. Kuna fees hizo hapo za msingi, kuna kuluzi hela, kwa sababu hela yako umeweka kwenye variable. Wewe ukiweka hela benki anaweka hela wapi? That is the question to ask yourself. Wewe umeweka hela benki anaweka hela wapi? Ukiweka hela benki anachukua, yuko katika business of making money. Benki hapa Marekani yupo katika business ya kumeki hela. Wewe unapodeposit hela katika benki inachokifanya ni kitu kifuatacho. Wewe utakuja kupewa 0.1% kwa sababu umeweka tu account kama ni ya kawaida. Benki inachokifanya, moja, anakwenda kutoa mikopo kwa watu. Mikopo anaweza kukupa mkopo kama credit card. Nenda kaangalie, Google search what is the average credit card interest. Ukipata ndogo sana ni 20, lakini utapigwa 25, 28 huko mpaka 30. Na ni compounding interest, double interest on you. Kama Albert Einstein alivyozungumza, narudia kwamba yule ambaye anajua compound interest ni nini akaifanyia kazi ndiye anayekuja kunufaika nayo, na yule ambaye haijui ataishia kuwa victim, atashindwa kuilipa. Kwa hiyo kwa sababu huijui, umewapa hela benki,
benki wanachukua ni kwamba wanaenda kumpa mtu mkopo mwingine. Mkopo gani? Credit card. Mkopo gani? Mkopo wa gari. Mkopo gani? Mkopo wa nyumba. Wanakupa interest kubwa, alafu wenyewe wanapata ile faida, unakuja kurudishia wewe uliweka kwenye checking saving account yako, wanakupa 0.1%. Kwa sababu 0.1% hukui ile hela, ndio maana tunasema ni fixed interest, haikui. Ndio maana wewe hujawahi kutumiwa barua na IRS kwamba ulipe kodi kupitia checking account yako. In case you didn't know, ukipata faida kupitia account yoyote ile pale, hizi ambazo tumezitaja, unakuja kulipa kodi. Sasa kwa sababu kwenye checking account yako hujawahi kumeki zaidi ya $10 as a profit, IRS hasumbuki na wewe. Kwa hicho ni kitu cha kwanza. Wakishachukua kupa mikopo, lakini benki haitegemei mikopo tu, wanaenda kuinvest ile hela tena. Wanaenda kuinvest wapi? Wanaenda kuinvest kwenye account ambayo wanajua wenyewe hawaruzi hela, ambao ni index. Wanaenda kuinvest kwenye sehemu ambayo wanajua kwamba there is no risk, zero risk, lakini ambayo wanaweza ka access hela yao at any time, flexibility ile pale. Ndio maana wakiweka hela inakuwa kwenye mzunguko. Wewe unaweka hela kwenye 401k, wewe unasubiria hela yako kustaafu kupitia nini? Social Security. 401k iko restricted mpaka miaka 59.5, ukichukua penalty kubwa. Social Security miaka 65 kabla haijapanda tuje mpaka miaka 70. Then ukitoka hapo, hawa mabenki wenyewe wakichukua hiyo hela wanafanya kitu gani kingine? Wanaweka kwenye account ambayo tunasema ni index, ambayo ina compound interest, lakini ambayo ina zero kodi, tax free. They are not there to lose money. Account gani ambayo ina zero, haina kodi? Ni 7702 IRS code. Ukienda kuangalia ile code, ukienda kwenye Google search, nakupa tu kazi, Google IRS code 7702, inasema kwamba mtu akiweka hela kwenye life insurance, sio life insurance, kwenye life insurance akilipa ile premium, lakini ile insurance ika generate cash, ile cash ambayo inakuja kuwa generated haina kodi. Ndicho anachokifanya haya makampuni, ndicho anachokifanya benki anachokifanya. Lakini guess what? Sio benki tu anayekifanya hicho kitu. Hichi ndicho anachokifanya matajiri tena. Lakini wewe kwa sababu hutaki kusoma, hutaki kujua hivi vitu, unadhani tu kwamba oh bwana, mimi nikimaliza hii hela nimeshaka kwenye benki yangu utaniambia kitu gani? Na ndio nikatoa mfano kwamba angalia wewe unaweka hela benki, benki unapeka hela yao wapi? Hii hapa ni assets, benki unaweka hela yao wapi? Bank of America dola bilioni 24.3, 12.6 Chase Bank wameweka kwenye life insurance. Na sio tu all life insurance, tutakuja kuzungumzia mambo mengine baadaye. Tunazungumzia concept ya index account with no tax, with no losing money. Hicho ndicho kitu ndiko ukifanye wewe, na sio kutegemea 401k. Sisi wenyewe tumechelewa kuvijua hivi vitu. Kama ukijua sasa hivi, anza kufanyia kazi. Kwa 401k ni inaua ndoto za watu wengi. Kwa lazima ujue benki inafanya nini, what are the rich people are doing. Mfano hiki kitabu kinasema hivi, Money, Wealth, Life Insurance, How the Wealth use life insurance as a tax-free personal bank to supercharge their saving. Jinsi gani hawa watu wanatumia Index Universal Life ku create a personal bank. Bank hawatumii traditional bank. Bank wanaenda kuweka hela sehemu nyingine na wenyewe kwenye account ile pale. Sasa nina mfano mmoja au swali moja. Wewe uko Dar es Salaam Tanzania, unataka kupanga apartment. Unachokifanya unaenda kwenye Instagram utafuta dalali. Dalali yule atachokifanya ni nini? Ataposti pale picha, hii nyumba iko Kijitonyama, hii nyumba iko Mbezi, hatua kadhaa, mita 100, mita 200 kutoka kituo cha basi fulani. Anakupa maelezo nyumba kidogo. Yule mwenye dalali hata kuja kuweka ili nyumba iko mtaa gani, nyumba namba ngapi, mwenye nyumba ni mzee fulani na namba yake ya simu ni hii hapa. Hatafanya hivyo. Kwa nini? Simple answer. Anafanya vile kwa sababu anajua akiweka zile information, wewe hutaenda kwa dalali, utaenda moja kwa moja kwa mwenye nyumba. Ukienda kwa mwenye nyumba ameruzi kitu fulani.
Kama unajua ni hivyo, kwa nini wewe uko Marekani bado hela yako, sizungumzii hela ya daily basis, nazungumzia hela yako ya retirement au hela yako kubwa, unaisave kwenye saving account, unaisave kwenye CD? Kwa nini unaenda kwa dalali wakati baada ya kwenda kwa mwenye nyumba, ambao mwenye nyumba mwenyewe ndio hizi insurance companies? Usiende kwa dalali. Wewe unaenda kwa dalali, dalali anaenda kwa mwenye nyumba, anaenda kwenye insurance, anachukua 15%, anakuja kukupa 0.1. Nenda moja kwa moja kwa mwenye nyumba, nenda moja kwenye hizi kampuni, kachukue, alafu urudi nayo kwako. That's what you need to do. Tofauti na hapo, utabaki unalalamika kila siku, kuna systemic racism hapa bwana, rich people should pay their fair share. Hapa bwana. No. Beat it on their own game. Hizi ndio sheria za fedha. Hizi ndio system za kifedha. Kwenye kitabu changu hiki hapa kinaitwa Smart Money Moves for Immigrants in America from Paycheck to Prosperity Without These Financial Mistakes. The Simplified Guide to Navigate Finances and Retirement in America Without Costly Mistakes. Ambacho version nyingine ya Kiswahili inasema kwamba kustaafu kifedha Marekani au Afrika, usifanye makosa haya. Chapter 1 inakwambia, inasemaje? Chapter 1 tatu inasema kwamba new country, new money rules. Many immigrants arriving in this new country face a critical decision that significantly impacts their future. Ni kwamba lazima uangalie finances za Marekani. Ndio tunazungumza hizi hapa. Sasa understand. Sio kwamba usicontribute, lakini understand the game. Ufanye nini? Tofauti na hapo utakuja kuangamia. Na kutokana na kitu kama cha namna hiyo hapo, ndio hapo kuna kitabu kingine kipya kinakuja. Yaani sasa hivi kitabu baada ya kitabu. Kinasemaje? The 401k trap. How immigrants lose their American dream and what you can do instead to build true financial freedom in America. The 401k trap. How immigrants lose their American dream and what they can do instead to build the financial freedom in America. Ukizuba hapa utaangamia. Ni your responsibility kujua hivi vitu. Yes, immigration ni muhimu sana, tunakubali. Lakini bila hivi vitu utabaki unalaumu. You have to find a way. Money that works while you sleep. Maana yake nini? Tafuta sehemu ambayo utaweka hela kwenye index account yenye compound interest. Unalala hela na kuwa. Sio kudepend kuweka hela benki na hela haikui. Utakuja kujuta. Utakuja kujuta kwa sababu ni kwamba utakuja kupigwa kusubiria 401k yako. Sasa nini cha kufanya? The final takeaway. Vitu gani vya msingi vya kumalizia vya kuvifanya? Kuna vitu vya msingi vya kuvifanya. Ni vitu gani hivyo? Tumeshaangalia kwamba lazima ujue hivyo vitu. Kwa vitu vya kuvifanya, the final takeaway ni nini? Final takeaway ni zifuatazo. This will be your solution. Badala ya kudepend on 401k, hakikisha unakuwa na personal account ambao ni index account. Hakikisha unajua compound interest ni kitu gani na unaitumia. Kuwa na account yenye compound interest. Hakikisha una index universal life insurance. Najua nikisema tuneno insurance watu wanakurupuka, life insurance, hii ukifa unajua. No. This is the only account you can benefit while you are still alive. Usubiri kufa. This is how rich people wanaitumia ile pale. Ndio mabenki wanatumia ile pale. Kampuni inafungua hii hapa. You can benefit withdraw hela, kuchukua hela kwa mkopo, ukiugua, critical illness, chronic illness, terminal illness. Usubiri kufa. Lazima uwe nayo. Na unaweza kaitumia kama ndio retirement yako. Au unaweza kuwa na index annuities.
personal retirement yako. Hivyo ni vitu vya kuvizingatia. Usipofanya hivyo, unaona ukifanya nini? Usipofanya hivyo, utakuwa unafanya kosa na watendei haki watoto wako, wajukuu zako, kwa sababu wewe unachokisema ni kwamba I will do anything for my kids, I will do anything for my spouse, I will do anything, but what you are doing, you are passing down the poverty. American dreams for kids in American companies, stop passing the poverty, start building the American dream, not for you only, for your generation. Kwa hicho ndicho tunatakiwa tukifanye. Kwa nini cha kukifanya zaidi ni kwamba nenda kuhakikisha kwamba unapata elimu ya kutosha. Sasa ukienda kwenye ukienda kwenye vitu vifuata vya mwisho, ninatoa 2 free hours. Ni kwamba hizo 2 free hours ni financial education consultation. Lazima uwepo Marekani. Aidha nenda kwenye website yangu ebmscholars.com/finance, au kienda kwenye kampuni yangu website nyingine beyondamericandream.com. Ukifika hapo utajaza hiyo form, nitakuja kukujazia. Ukifungua hiyo kampuni, website itakuwa kama namna hii hapa, Beyond American Dream, then tutaweza kukusaidia. Mimi nazungumza mambo kama ni financial licensed, ni professional hapa Marekani. Tunazungumzia masuala ya kuja ugaibuni, lakini kubwa zaidi ni kwamba ni jinsi gani unavyoweza kunufaika na hii elimu. Kwa hiyo nenda kajaze hiyo form. Ukienda kwenye website ya ebmscholars.com/finance utaweza kuona hiyo form, na ukijaza, manake mimi nitakuja kuweza kukaa na wewe, kuweza kuangalia inakuaje, kuweza kusaidia. Ni free consultation, you must be in America. Kwa ukija kufungua hiyo form itasema free financial education, unakuja form yenyewe ni hiyo hapo, unaijaza, nitaipata na kuja ile pale. Lakini kitu kingine ni kwamba kuna watu wengine, au ukija kwenye hii website ambao ni Beyond American Dream, ukija hiyo hapo utakuja na information yote, inaelezea what we do, masuala ya finance yote, kitu gani, service gani zinazotolewa, free consultation. Ukifika hapo ukisema tu kwamba get started, au ukija hapa chini utaandika information zako, unataka information gani, bwana nataka financial education, nataka investment, whatever, au ukitaka career, ukitaka kazi, kuna masuala namna ile pale. Ukisema kazi, career, itakuja hiyo. Unaweza ukaja hapo ukafungua ukitaka kazi katika mazingira hayo hapo unayaona. Au ni kwamba ukija, kuna watu wengine unaweza ukienda kwenye website yangu ambao ukifika hapa juu kwenye ebmscholars.com, ukija kwenye financial education, kuna financial professional job now hiring, kuna hicho kitu kama cha namna ile pale. Jaza form, we'll get back to you, na kuna mazingira ambayo yanaweza kukusaidia. Kwa hiyo ndio elimu nilikuwa nataka kuitoa leo kuhusiana na 401k. Hakikisha video hii unashare na mtu mwingine. Video hii ni muhimu kujua, tofauti na hapo maisha yako Marekani yanaweza kaja kwa mabaya dakika za mwisho. Kwa napenda kukushukuru kwa kusikiliza. Share kwa mtu mwingine, lakini nenda kajaze form ebmscholars.com/finance, kajaze form hiyo hapo, tutaweza kukufikia na kuweza kusaidia wewe uweze kukamilisha.